Toka. Wewe. Nini Manege, umekumba na nini? Nakupenda mpenzi wangu, fikie huko. Mimi sina mpenzi, mimi sina. Wewe. Nisikilize. Simama. Toka. Mpenzi. Manana mapenzi wapi na saa ngapi? Mpenzi mkubwa wewe. Marufuku. Ole wako tena wewe. I lost my way, I live far away. Alianza baba yangu, mdogo wangu, why me? Mama Justin, kifo cha mume wako kimekufanya uwe mwanachama uliyekamilika haswa. Sasa hivi umekuwa na nguvu sana. Hongera sana ndugu yangu. Asante. Mama Justin, sisi wote tulifanya hivyo. Waume zetu wote tuliwatafuna ili kuhakikisha tunapata nguvu za ziada katika dunia hii. Mama Justini, hata na mimi nilifanya hivyo. Baada ya kumuoa mume wangu na mwanangu kipenzi, kumfanya kuwa kipofu. Kwa sasa niko huru. Nimekuwa mwanamke aliyekamilika. Kiukweli nimefarijika sana. Wanakikundi wenzangu, baada ya kumuua mume wangu nimekuwa mwanamke mwenye nguvu. Na sisi sote tumekuwa na nguvu. I lost my way, I live far away. Alianza baba yangu, mdogo wangu, why me? Rebeka mwanangu. Rebeka. Abe mama. Hey, wewe. Uko sawa kweli wewe mtoto? Uko sawa mama. Hapana, sijakuzoea hivi mwanangu. Yaani tangu umekuja hapa huna raha, huna amani, yaani kula huli vizuri, yaani vipi, kuna nini ambacho kipo sawa mwanangu? Mna shida wewe na mpenzi wako Manega? Niambie mtoto wangu. Hapana mama. Siku hizi 2-3 Manega amebadilika sana. Nashindwa hata kumuelewa. Amepata na shida gani mpaka amefikia hivi? Kama juzi hivi ameniita mwenyewe nyumbani kwake. Baada ya kutoka tusebeni kwenda chumbani kurudi kabadilika. Kanitukana, kanipiga, kafikia hatua hadi kuniita mimi mchawi mama. Eti mimi mchawi mama. Yaani hicho kitu kimeniuma sana kwa mbea mchawi. Kwa maana maanisha familia yetu sisi ni wachawi. Ni hivyo tu mama. Huyu Manega kafikia hatua hiyo? Mambo yote aliyokuonyesha, mapenzi yote aliyokuonyesha, auti amekutoa nini mpaka kaja kutoa posa. Leo kweli aje akuite mchawi? Mwanangu, kuna kitu hakipo sawa. Ila kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Yote yanawezekana. Mimi nitampigia mchungaji hapa, tutaanza kusali, tutasali. Yaani Mungu hawezi kutuacha. Madam tunamkimbilia yeye siku zote. Hawezi kutuacha na majibu ya maswali yetu tutayapata, Mungu atatupa. Nyamaza mwanangu, acha kulia. I lost my way, I live far away. Alianza baba yangu, mdogo wangu, why me? I live far away, I lost my way. Alianza baba yangu, mdogo wangu, why me? Oh mama, umependa miniwe hivi. Oh mama, umependa miniwe hivi. Oh mama, umependa miniwe hivi. Oh mama, mama,
Sharifu. Abe dada. Mbona unalia? Mama Jasi. Abe. Roho yangu inaniuma sana. Waendelea kumuona mtoto wangu anateseka jalalani. Yaani roho yangu inaendelea kuniuma. Najuta. Oh mama, umependa miniwe hivi. Oh mama, umependa miniwe hivi. Oh mama, umependa miniwe hivi. Oh mama, mama. Da, hivi Justin, nifanye nini mimi? Yaani nikiangalia maisha yangu yanazidi kuwa magumu, tena magumu sana. Baba yangu ndio amekwisha fariki. Sasa majukumu ya familia yangu yapo katika mabega yangu. Sijui itafanyaje, ukizingatia elimu yangu hainisaidii chochote katika maisha yangu. Halafu ona kila mchumba naenda kumtambulisha nyumbani huwa anakimbia na kusema sisi kwetu ni wachawi na hanitaki tena. Sijui nina nuksi gani mimi Justin. Mungu nisaidie. I lost my way, I live far away. Alianza baba yangu mdogo wangu, why me? I live far away, I lost my way. Alianza baba yangu mdogo wangu, why me? Oh mama, umependa miniwe hivi. Oh mama, umependa miniwe hivi. Oh mama, umependa miniwe hivi. Oh mama, mama. Shemeji, nimeitika wewe. Karibu shemeji, tukae ndani. Mimi sidhani kama kuna sababu ya kuingia ndani. Hata hapa naweza nikasita uchoniitia na baada ya hapo nikaondoka nikaendelea na habari zangu. Sawa shemeji. Nimekuita kukwambia kwamba unafahamu kabisa kwamba marehemu mume wangu ndo alikuwa mkubwa katika familia yetu. Ndio nafahamu. Kwanza nimezungukia mashamba ya michikichi. Nimezungukia kwenye nyumba za wapangaji ambazo ziko mjini. Nimezungukia pia na kwenye magari ya biashara. Samahani kidogo. Vyote nimezungukia mashamba ya michikichi, magari ya biashara, nyumba za kupangisha, lakini vyote hivyo umeenda peke yako. Wewe ulienda kama nani bila kutupa taarifa familia? Nilienda kama mke halali wa mume wangu. Kwa hiyo mimi nakupa taarifa kwamba mimi ndo napaswa kusimamia mirathi yote. Unasema nakupa, yani nimekuita ili nikupe taarifa. Hivi mwanamke unajielewa kweli? Sikiliza nikwambie shemeji. Mimi binafsi na familia yote tumeshachoshwa na visa vyako. Wewe naomba unisikilize. Wewe umekuwa ni mtu wa visa toka marehemu kaka yetu yuko. Wewe umekuwa mtu wa visa tu. Na kiukweli kwa hiyo unaoongea leo, mimi nimeanza hata kupata mashaka na kifo cha marehemu kaka. Sasa nakwambiaje? Yaani hata kukuita shemeji, nafikiri haifanani na kuita mkelemi. Mimi ndo mke halali wa kaka yako. Wewe ni mke halali? Sasa familia mtake msitake, mimi ndo nitakuwa mrithi wa mirathi yote. Na mimi ndo mshina. Si tutaona? Ya nini tuandikie macho wakati wino upo? Tutaona. Hamna shida. Tutaona. Hamna shida. Wewe unajifanya mwanaume, mimi mwanamke. Lakini tutaona. Dume cha mbegu. Na ukitaka kuamini au nikutoe sasa hivi umndani. Subutu. Subutu. Nasema subutu. Huna hiyo jeuri. Ndio nakwambia. Ninaenda. Ila ninachokuambia mimi naondoka. Nenda. Hilo leo ulisema haliwezi kufanyika. Yaani nenda na utia akili. Mimi niwe chini ya ardhi kama nilivyofanya kaka yangu. Kwamba mimi Mama Nancy ndio msimamizi wa mirathi. Unajidanganya. Na mimi nilikuwa chini kwa sababu kulikuwa na mkubwa. Kwa sasa hivi mimi ndo mtoto wa kiume.
tafsiri yake mimi ndo nitabaki nasimamia zile mali za familia yetu. Sasa hilo nalolisema na unalolitaka haliwezi kutokea, wenda mimi niwe siko chini ya hili jua, ila kama nitakuwepo, ingawa najua unadharau labda kwa sababu unaona wewe unamzidi umri, naweza nikafanya chochote. Na kuambia hivi, kama ulimweza yule bwana mkubwa, mimi uniwezi. Haki ya Mungu nakwambia, labda niwe niko chini ya hili jua, tutaona. Jamani, sasa nasemaje? Yaani msitake katika familia yenu, mimi ndo msimamizi wa mirathi. Tutaona. Na tutaonyeshana. Labda sio mimi mama Nazi. Muangalie kwanza. Upala ule, mimi nilikuwa najua una akili, kumbe ni ovyo kabisa wewe. Sasa tutaona. Muangalie. Eti mimi mwanaume. Hello Tanzania. Kwa nini usumbuke pa kwenda? Wakati Soko Health Memorial Center ni suluhisho wa matatizo yako. Huduma zetu ni bora sana kwa afya yako. Ewe baba, mlete mkeo aje ajifungue. Soko Health Memorial Center kuna wauguzi mahiri wenye taaluma nzuri. Karibuni sana. Na kwa mawasiliano, angalia hapo chini ya skrini.